makofi. Ni lazima unaotaka kuishi maisha ya utakatifu, cha kwanza, hata unapopitia changamoto, hata unapopitia vikwazo, cha kwanza tafuta ushauri kutoka kwa Bwana wako, ya kwamba yeye ndiyo kiongozi anayekuendesha, anayekutangulia katika njia yako, katika mapito yako. Wewe nenda mbele za Bwana, mwambie Bwana, nahitaji uongozi wako, nahitaji uniongoze njia yako, nahitaji unifundishe njia zako, nahitaji uniongoze hekima yako, nahitaji uniongoze maarifa yako. Ndipo Bwana atashuka, atakwambia nenda na kina fulani, maana huyo ndiye atakuwa sahihi kwenye maisha yako. Nenda na mtu fulani, huyo ndiye atakuwa sahihi kwenye maisha yako. Watu wengi wameshindwa kufikia hatima zao kwa sababu wametegemea wanadamu, wametegemea ndugu zao, wakati huo ndio wakawaumiza, wakawagandamiza. Ni kwa sababu hawakujua jinsi Mungu anavyohitaji kutembea, wakamtegemea mwanadamu. Mwanadamu si kitu, bali tunamtegemea Mungu. Huyo Mungu ndiye anayetuongoza, anatuendesha katika mambo yote. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Itaniumiza kiasi kidogo. Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe. Kwenye maisha yako, wewe ni Mkristo uliyeokoka, unayemtegemea Mungu, unayemtumaini Mungu. Tunaishi katika dunia hii, na dunia imejaa mambo mengi, imejaa vishawishi vingi, imejaa vitisho vingi. Sasa tutaendaje kupigana hii vita? Tutashindaje hii dunia pasipo kumtegemea Mungu? Tutawezaje kupigana na maadui tusipotegemea uongozi wa Mungu? Ni lazima tutegemee uongozi wa Mungu. Mungu anatuongozaje kwenda kukabiliana na vita? Watu wengi wamekufa kiroho kwa sababu wameenda kupigana vita kwa akili zao wenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama wewe ni msomaji wa Biblia vizuri, walipoenda katika mji wa Ai, walienda kwa sababu walienda kwenye mji huo wameuzalau, wameuona ya kwamba huo mji ni mdogo. Wakaona sasa, ni kwa nini tutaabishe jeshi kubwa lote hili? Watu waende wachache wakapigane, kwa sababu nao mji ni mdogo. Kwa hiyo wakaenda kwa fikira zao, hao watu wakaingia. Walipoenda kupigana na mji wa Ai, walipigwa wana wa Israeli sio kawaida, wakafa watu wengi. Kwa hiyo waliporudi, Yoshua anasema, ni kwa nini aibu hii imetupata? Ni kwa sababu ipi? Anashuka mbele za Bwana na hata kumuuliza Mungu. Anamwambia kwamba mmeenda nyinyi kama mnavyotaka nyinyi, hamkuenda kwa uongozi wangu. Ndiyo maana maadui wamejitukuza juu yenu, kwa sababu mmeenda kama unavyotaka wewe. Kwa hiyo Mungu anahitaji uongozi wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanajeshi wengi walikufa, waliangamia, ni kwa sababu wanaenda kama fikira zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaweza kutoa mfano. Wewe umeenda kwenye roji fulani, umeenda kukaa mle, halafu ndipo makaa hapo kuna madhabahu ya mtu, hujajua kwamba hiyo nyumba imejenga kwa mfumo upi, kwa kipato kipi, hujui. Na unaingia hapo, unaanza na umeingia. Wewe ni Mkristo uliyeokoka, unampenda Bwana na Bwana yuko ndani yako. Kwa hiyo wewe unaenda kama unavyotaka wewe, unaenda kama kwa akili zako. Mtu anaanza
asifiwe sana. Yesu asifiwe. Lazima utembee kwa uongozi wa Mungu kwenye huduma yako. Tembea na uongozi wa Mungu, mtegemee Mungu ya kwamba Mungu ndiye kiongozi wangu. Usitegemee akili zako, usitegemee ufahamu wako, usitegemee mawazo yako ya kwamba ninaweza. Angalia Samson, kitu alichokuja kukipata, alipata aibu. Ni kwa sababu alikuwa amezoea kwamba anayo ile nguvu ya Mungu ndani yake, lakini nywele zilipokuwa zimenyolewa akasema kwamba nitasimama kama wakati mwingine. Watu wengi wanasimama kama wakati mwingine, kumbe ndani yao Roho Mtakatifu hayupo, wanasimama kama wao kawaida. Tunaona Samson alipokwenda kupata aibu, alikamatwa na Wafilisti, wakamtoboa macho, wakamtesa sana. Ni kwa